haijui yale ambayo yanafanyika. Uwezo wa serikali, kila wakati tangu uhuru tumekuwa tukiambia watu serikali ina mkono mrefu na serikali inaelewa kila kitu. Sasa mbona wakati huu mkono mrefu umeenda wapi? Mheshimiwa Rais Ruto amesema hii kitu kinachochea wanasiasa wa upinzani. Unajua, mbona serikali haiwakamati hao viongozi wa upinzani? Kwa sababu nikuulize hivi, nimesema mara kwa mara, viongozi wa serikali, wawe viongozi wa kitaifa ama viongozi wa idara za serikali, hawawezi kutoa malalamiko kama wananchi wa kawaida, because you cannot make allegations when you are government, kwa sababu hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kujua maneno yote ambayo yanatendeka kuliko serikali. Nataka niwapee mfano mmoja. Wakati mmoja nilikuwa kwa serikali, I briefly acted as Minister for Lands for some months. Tulikuwa na shida Kiumeli Murang'a. Nilienda Murang'a Kiumeli. Mnajua yale ambayo yalikuwa yanatendeka wakati ule. Nilikuwa huko kwa Kiumeli. Tumekuwa na county security team. Wananiambia hata wakati huo mkubwa mmoja wa county security team ananiambia, unajua waziri, hao watu labda ni mwiki, labda ni nani, tujihadhari. Nikamuuliza, unajua sisi tukiwa viongozi wa serikali hatuwezi kutishwa na wahalifu. Kama kuna shida hapa, lazima sisi tuingie hapa tutatue hii shida, tuhakikishe kwamba tumemaliza mambo ya hii shamba and so on. Point I'm making is this, my friends. Na tuseme tu kweli, hakuna mtu, hakuna kikundi, hakuna mtu binafsi ambaye ana uwezo kuliko uwezo wa serikali. Period. Serikali inaweza jua saa hii nikitoa pesa kwa akaunti moja nipeleke kwa akaunti hii niende kulipa fulani wa fulani. Serikali ina financial reporting system, iko na central bank monitoring and inspection unit, wanaweza kujua ni nani ametoa pesa. Kama ukisema Kituru, wewe ndio umelipa watu. Sasa serikali ituambie, wewe pesa yako ndio hii, wewe ndio umelipa hawa watu, wewe ni kiongozi wa upinzani, hawa watu walipa ni fulani wa fulani wakakamata. Daktari Matiang'i amesema ulikuwa waziri wa usalama wa ndani na maendeleo ya serikali vizuri. Na bila shaka wanasema serikali na serikali. Na viongozi wa upinzani wakati mwingi hupata taarifa za intelligence kama ulivyozipata hizo kuhusu wahuni ambao walipanga kuchafua maandamano, kuchafua ziara ya Meru. Taarifa hizi huwa zinafikiaje upinzani na taarifa za siri za intelligence? Ni kwa sababu unajua, na niseme hadharani hapa leo, na hakuna kitu ya kuficha hapa. Unajua, watumishi wa serikali katika wakati huu, muda huu wa serikali, na hii mimi nasema labda ni siri na waibia viongozi wa kitaifa Kenya. Watumishi wa serikali wakati huu pia wamechoka na mambo mengine, na wengine wengi wanaonelea kwamba nchi haiendi sawa sawa. Wengine wengi hata wale wako kwa usalama hawakubaliani na mambo fulani ambayo yanafanya. Wengine wengi nao pia wanaona mipango mingine inatengenezwa sio mipango mizuri kwa nchi. Na haya mambo ndio wengine wanakuja kutueleza wananchi wa kawaida na viongozi wa upinzani, kwa sababu hata wao hawakubaliani na yale mambo ambayo yanafanywa pale. Kwa sababu lazima tuelewe na tujue hivi, wale wafanyakazi wa serikali wengi na wao they patriotic Kenya, they love their country. Mambo mengine ikifanyika kama ikipangwa, hata wao hawakubaliani na hayo mambo ambayo yanafanywa, na wao pia wanasikitika vile hiyo mambo yanafanywa. Ndivyo wanakuja kutuambia wakati mwingine, wanasema tumeambiwa hivi ama tutaambiwa hivi. Wewe ongea na watu wengine hapa, hata wakubwa wa serikali wengine wanaweza kukuambia wakubaliana na mambo mengi ambayo yanafanywa. That is how we get our information. Kwa sababu kuna watu kwa serikali ambao nao pia wamechoka na yale yanafanywa, hao wakubaliani na yale ambayo yanafanywa. Wengine pia ndio mambo vile yanaonekana sio mzuri, sababu nao pia ni wananchi wa Kenya, wanaona nchi yao haiendi mzuri. Mheshimiwa, waandamanaji wamekuwa wakisema wanataka kuingia katika serikali, inasema hili ni mjadala wa mapinduzi, sijui tuseme. Unajua, mimi nafikiri tuseme tu kwa sababu watu wakisema wanataka kuingia kwa mzuri kwa mapinduzi ya serikali. Unajua, saa ingine tunachukulia kiholela mambo ambayo ni ya muhimu sana. Mimi kusema ukweli siwezi kusema eti kumekuwa na jaribio la serikali hivyo vile wanafikiria. Mimi nafikiria hii ni porojo tu ya
Unajua haya maneno tuseme tu ukweli na afadhali ningewaomba nchi yetu mahali tuko wakati huu tuko na shida, tuko na shida na tuko na shida kwa sababu kuna mambo na masuala fulani ya uongozi ambayo haiendi sawa. Tunahitaji tutumie wakati wetu kujadiliana ama viongozi kusikiza wananchi yale maswali wanauliza na yale wanataka badala ya kufanya hii siasa. Hii mzunguko unaona inaendelea namna hii. Kwa sababu nimeona viongozi wetu wa kitaifa wengine wakiongea mambo ya ajabu sana. Sasa imekuwa tuko na shida, watu wanauliza maswali, kuna maandamano. Sasa imekuwa ni kuzingizia kabila moja katika Kenya, kusema ni kabila fulani ambayo inataka kuharibu serikali na mambo kama hayo. Na nimekuwa nikiwaeleza wenzangu, unajua haya maneno yote ni kuzingizia tu, ni kushindwa na uwajibikaji wa kazi, na badala ya kuwajibika kwa kazi na kutekeleza mipango ya kazi na maendeleo na kuvuta nchi pamoja, sasa imekuwa ni siasa ya kuzingizia kila wakati. Na nimewaeleza, na mkinipea nafasi nionyeshe wazi, hawa viongozi wetu wamekaa tu wakifanya hii sarakasi sio mwisho, kuimba tu kila wakati. Mwaka wa kwanza wimbo ulikuwa ni Rais Uhuru Kenyatta na serikali yake ndio waliharibu nini, mwaka mzima hiyo ndio ilikuwa wimbo. Mwaka wa pili wimbo ilikuwa unajua ni Raila na Wajaluo na Azimio ndio wanafanya maandamano, ndio wanataka kuharibu serikali. Hata ikafika wakati mwingine hata rais mstaafu mwenyewe anatishwa. Mwaka wa tatu saa hii ni wimbo nao ni unajua ni Wakikuyu wanataka kuharibu serikali sijui nini. Labda mwaka ujao itakuwa wimbo mwingine ni Wakisii na Wakamba wameungana na Waluhya wanataka kuharibu serikali. Tuache msumbuko na hii sarakasi. Watu wafanye kazi ile ambao wanataka wafanye, watoe huduma kwa wananchi. Wananchi hawana shida na mambo mengine, wanauliza maswali kama kawaida, na hiyo maswali inaulizwa na kila mtu, haiulizwi na kabila moja, haiulizwi na kikundi moja, inaulizwa na kila mtu. Na upande wa upinzani unasema utasubiri mwaka 2027 kumwondoa Rais William Ruto mamlakani kupitia kura, lakini wakati huo vijana wa Gen Z ambao walikuwa wakifanya maandamano wanasema inawezekana Rais William Ruto aondolewe madarakani kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027, wakiainisha baadhi ya vipengele katika katiba. Je, kwa mtazamo wako asubiri 2027 debeni ama mwamko huu wa Gen Z una nguvu ya kikatiba? Kwa maoni yangu mimi, kwa sababu tunataka stability kwa nchi yetu na security kwa nchi hii, and we will not have security or stability outside of the constitution. Tufuate katiba. Tumeamua kuwa tutakuwa nje ya demokrasia, tufuate katiba bila hiyo. Chochote tunahitaji kufanya kwa nchi hii, hata iwe ni mambo ya kubadilisha uongozi ama kufanya kitu chochote, tufanye kupitia kwa njia ya katiba. Kama kuna sehemu ya katiba ambayo inaruhusu watu kubadilisha viongozi mbele ya uchaguzi, hiyo ndio itafuata. Lakini kama hakuna sehemu ya uchaguzi ambayo sehemu ya katiba ambayo itatuwezesha kufanya maneno kama hayo, tufuate katiba. Kwa sababu my friends, if we don't follow the constitution, it might work for you today, but what will happen to the country? Let's follow the law. Let's follow the constitution as it is. All of us, sisi wote, our hope for a stable and prosperous country is in living strictly under the law and following the law as it is right now. We can have differences of opinion, we can argue, we can have whatever challenges we have, but we must understand that our security and our future is in living by the law and following the constitution, because outside of it is anarchy. So whatever arguments we have or whatever challenges we have amongst ourselves, let's execute them and follow them strictly within the law, because you might think certain things happen and certain things favor you outside of the law, but that's like riding a tiger, it can turn around and bite you. Let's follow the constitution. Lakini kwenye mtazamo huo wanasema katiba imewapa wananchi nguvu ya kuwakilishwa na viongozi mbalimbali, na rais anaweza kuondolewa madarakani kupitia wale wawakilishi ama Wakenya ambao wamepewa nguvu na katiba. Yeah, but you see, the same constitution prescribes how a president can be removed, including a vote of no confidence. That can happen before 2027. And if that's why I'm saying let's follow the law. If that is going to be, if it's changing leadership before the elections, the constitution provides for how that will be done. But it cannot be a willy-nilly decision. The people who sit in the bush and decide this is what's going to happen. I mean,
the truth of the matter is this, the necessity of it is clear. The need for it is clear. People are expressing themselves. Whichever means that is used to do this, I pray it be constitutional. Whether the change is happening now or it's happening in 2027. So, tumekubaliana kwa mtazamo wako kutoka kwa hali ya sasa. Anasema kwenda utazungumza na nani?